Saidie mwendo wetu. Nilikuwa nakuomba Yesu kwa niaba wenzangu, tusaidie mwendo wetu. Mwendo wetu uwe kama tuombavyo. Tunachokiomba katika juma hili, na si tu juma hili, tunachokiomba katika maisha yetu yaliyosalia, tunaomba twende tukikutumaini wewe Yesu. Hilo ndilo ombi letu ambalo tunakuomba utujalie, kwamba hilo tunaloliomba tulipate kama tuombavyo. Asante kutupa siku nyingine tena katika maisha. Asante kutupatia wakati mwingine wa kutafakari neno lako katikati ya maisha. Baba, nikuombe tena kwa mara nyingine, ridhia kuwa katikati yetu. Neno lako lipate nafasi katika nafsi zetu. Tuchore barabara na iwe wazi ya wokovu wetu. Lakini Baba, siombi tu kwa ajili ya wokovu wetu, lakini naomba kwa ajili ya wokovu wa vizazi vyetu. Sasa Mungu, ninaomba nitulie kwa dakika chache. Wenzangu, kila mmoja apate nafasi ya kuongea na wewe, akuambie tu ambacho natamani akueleze. Wengine watamani tu wakusalimie kabla hujaongea. Wengine watamani kukuambia kwamba tumbo lake linamuuma, hivyo msaidie. Wengine watamani kukuambia kwamba moyo wake anatamani uwe wazi ili neno lako likae. Mwingine anataka kuambia kwamba amekukosea, anajisikia hatia, na kabla hajasikia neno lako pengine angetamani kusikia msamaha. Mwingine ana maumivu, ana madeni na anamnyima utulivu wa kukaa hata kutulia. Anatamani akuambie kidogo kabla hajakusikia unasema. Baba, ninaomba kwa niaba wenzangu, sikia wanachotaka kukuambia, na mimi pia unikumbuke nitakachokuambia. Tafadhali zungumza na baba yako. Katika sura ile ya 11 mafungu hayo yamechukuliwa kama hotuba ya mchana wa leo. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona
hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kumhamisha alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza nani? Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ni ya 5. Kitabu cha Mwanzo sura ya 5, ninasoma lile fungu la 21. Hata hivyo tuna haraka, tunaenda wapi? Nianzie 18. Yaredi akaishi miaka 162 akamzaa Henoko. Yaredi akaishi baada ya kumzaa Henoko miaka 108 akazaa wana waume na wake. Siku zote za Yaredi ni miaka 962 akafa. Henoko akaishi miaka 65 akamzaa Methusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300 akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja. Jana Habili akafa, na sio kufa, akauliwa. Tena hauliwi na mtu wa pembeni, anauliwa na ndugu yake pekee. Maana wakati huo walikuwa wamezaliwa wawili. Akafa, Habili akafa. Lakini tukaweka msimamo jana ya kwamba anakufa kama mcha Mungu ambaye anakufa na tumaini katika nafsi yake ya kwamba kwa damu ya Yesu Kristo anaokolewa. Yani Habili anakufa akiwa amekubali kafara ya Kristo. Habili anakufa akiwa ameamini ya kwamba ni katika damu ya Yesu ndipo anapata ondoleo la dhambi. Habili anakufa akiwa anaamini ya kwamba yeye peke yake hawezi kujiosha. Anakufa akiwa anaamini ya kwamba kwa damu ya Yesu Kristo anaoshwa, na kwa damu hiyo yeye anaikubali, anaiamini, na kwa sababu hiyo ijapo akiwa amekufa, maandiko yanasema katika kitabu cha Ibrania ile sura ya 11 fungu la 4 ambalo jana tuliishia, ya kwamba ingali amekufa lakini bado ingali akinena. Kifo cha Habili ni kuonyesha ya kwamba kuna wacha Mungu watakufa, lakini kuna wacha Mungu ambao hawatakutwa na Yesu akija wakiwa hai. Watakufa, lakini watakufa katika tumaini. Sasa Kaini aliyesalia, Biblia inasema akatoka mbele za uso wa Bwana, akaenda katika nchi ya Nodi, akakaa huko. Na ndipo unagundua ya kwamba sasa kinatokea kizazi hapa anapotoka Kaini. Kaini ametoka kwenye uso wa Bwana, lakini ametoka na tabia yake ile ile ya roho ya uasi.
lakini anazalisha kizazi hapa, kizazi cha 5 kutokea kwa Adamu hapa, ambapo ni kutokea hapa kwa Kaini, anazaliwa mtu anaitwa Lameki katika kizazi cha 5, na utagundua ni mzao wa upande wa Kaini, na unagundua kwamba huyu Lameki anakuwa mwanzilishi wa kwanza wa kuoa wanawake zaidi ya mwanamke mmoja. Ni katika zao la Kaini ndipo kinatokea kizazi kiofu. Henoko anapozaliwa, anazaliwa kama kizazi cha 7 kutokea kwa Adamu. Na unagundua hapa Mungu aliamua katika hekima yake, baada ya kufa kwa Habili, Mungu alimpatia mtoto mwingine Adamu ambaye aliitwa Seti. Seti anazaliwa kama mbadala, na ndiyo maana jina la Seti maana yake ni fidia. Mungu aliruhusu Habili alale, ndiyo, lakini hakuruhusu kizazi kitembee katika uovu kwa uzao wa Kaini pekee. Akatengeneza kizazi cha 3 cha Seti, ambacho ni kizazi ambacho si kwamba kilichukua DNA za Habili, ni uzao wa tumbo lile lile lililomzaa Kaini, lililomzaa Habili, lakini Bwana akachipusha ndani yake namna ambayo anaweza kutembea akimtumaini Bwana, namna ambayo anaweza kutembea kama kizazi cha mtu mcha Mungu baada ya kizazi cha mcha Mungu Habili kulala. Nikapata somo mapema, katika kila kizazi Bwana ataruhusu watu wake walale, ndio, lakini naomba niwaambie habari njema, wapo watu wake wengine atawaamsha na watazaliwa, wataiendeleza kazi yake.